Usimuoe binti huyu. Ungana nami katika hadithi hii ya kusisimua. Siku moja kijana wa miaka 29 aliyeitwa Jonathan alienda katika harusi ya rafiki yake kipenzi aliyeitwa Kevin. Alipofika katika ukumbi wa harusi, alikuta watu wengi wakisherehekea kwa furaha, na katika kuangaza macho yake akitazama mahala pa kuketi, alimwona binti mrembo sana ambaye alikuwa ameketi peke yake katika meza. Jonathan aliona kuwa hii ni bahati kubwa kwake, hivyo aliamua kuchukua chupa 2 za vinywaji na kuelekea katika meza ile. "Habari dada, naona upo mpweke, usijali, naweza kukaa nawe," Jonathan aliongea huku akimkabidhi binti yule chupa iliyojaa kinywaji. Binti yule alipokea kinywaji kile na alimjibu Jonathan huku akitabasamu, "Usijali, unaweza kuketi nami." Basi watu wawili walianza kunywa vinywaji vyao huku wakiongea mambo mbalimbali, huku harusi ilikuwa ikiendelea. Watu walikula na kunywa kwa furaha, na muda wa kuondoka ulipofika, Jonathan alimuuliza binti yule jina lake. "Naweza kujua jina lako?" Binti yule alitabasamu kwa aibu na alimjibu kijana Jonathan, "Mimi ni Cleopatra." Jonathan aliposikia jina alifurahi na kisha alimwomba namba binti yule. Watu walibadilishana namba za simu na kila mmoja alitawanika kufuata njia yake. Muda ulizidi kusonga mbele. Jonathan na Cleopatra walizidi kuwasiliana, na hatimaye Jonathan alimweleza Cleopatra kuwa anampenda, na Cleopatra alimkubalia. Walizoeana na kujuana kwa muda. Hatimaye Jonathan aliamua kumvisha Cleopatra pete ya uchumba. Ilikuwa ni furaha isiyo na kifani kwa wawili hawa, kwani Cleopatra alikubali bila pingamizi. Siku moja Jonathan alimnunulia Cleopatra zawadi ya saa ya gharama sana. Cleopatra katika mkono wake alikuwa amevaa bangili iliyoonekana ni ya zamani sana. Hivyo Jonathan alimtaka Cleopatra aivae bangili ile ili amvishe saa mpya aliyomnunulia. Lakini cha kushangaza, Cleopatra hakukubali kabisa kuivaa bangili yake, bali alimwambia Jonathan kuwa ile ni zawadi kutoka kwa mama yake mzazi. Hili halikumshtua kijana Jonathan. Upendo wao ulizidi kuimarika siku baada ya siku, na hatimaye Jonathan aliamua kumweleza mama yake na ndugu zake kuwa anahitaji kumwoa Cleopatra. Kati ya ndugu zake Jonathan alikopo babu yake aliyeitwa Babu Kombo. Babu Kombo alimwita Jonathan na kumwambia kuwa asimwoe binti yule, kwani ana historia mbaya sana. Jonathan hakumuelewa babu yake, na alipomuuliza kwa nini, Babu Kombo alisema ya kuwa wanaume wote waliopita waliowahi kuwa na Cleopatra walipotea na hawakuonekana kabisa. Kutokana na upendo aliokuwa nao Jonathan, hakumwamini Babu Kombo, bali alimweleza kuwa hizo ni hadithi za watu wenye wivu tu. Muda ulisonga mbele zaidi, na mambo yalienda kama yalivyopangwa, na hatimaye siku ya harusi kati ya Jonathan na Cleopatra iliwadia. Watu wengi walihudhuria, lakini kilichoshangaza watu ni kwamba hakuna hata ndugu mmoja wa bibi harusi aliyokuwepo. Yaani Cleopatra alikuwa peke yake tu. Aliwaeleza watu kuwa ndugu zake hawakumpenda tangu akiwa mtoto, hivyo hakuna ambaye angekuja kushuhudia ndoa yake. Watu walimuelewa na kumwonea huruma sana. Sherehe ya harusi ilianza, na Jonathan na Cleopatra walikabidhiwa pete na wakavishana kwa furaha sana. Ilipofika muda wa kusherekea, watu walikula na kunywa, na baada ya muda kijana Jonathan aliamua kumvuta mke wake mbele ya watu na kusema, "Jamani, kabla hatujatawanika, leo hii nataka kumkabidhi mke wangu zawadi." Watu walishangilia huku wakinyanyua vinywaji vyao juu. Jonathan alitoa bangili ya dhahabu iliyofanana na ile ambayo aliyokuwa ameivaa Cleopatra. Aliunyanyua mkono wa kushoto wa Cleopatra, na bila Cleopatra kujua, Jonathan alimvua ile bangili ya zamani upesi na kumvisha ile mpya. Bangili zile zilikuwa zinafanana sana,
Binti Cleopatra na mke wa Jonathan alishangaa sana baada ya kuvuliwa bangili yake ya zamani. Lakini ghafla upepo mkali ulianza kuvuma, hali isiyokuwa ya kawaida. Mapazia ya ukumbini yalianza kusukumwa na upepo na vinywaji vilianza kutikisika katika meza. Kila mmoja alishangaa kwa hofu sana. Ghafla Cleopatra alianza kupiga kelele kali sana na akaanza kubadilika na kuwa kiumbe cha ajabu. Nywele zake zilibadilika na kuwa kama nyoka waliokuwa hai, na uso wake ulikuwa wa binti mwenye ngozi nyeusi sana. Jonathan alipoona muonekano wa mke wake, hakuamini na alianza kukimbia na kuelekea watu walipokuwa. Binti Cleopatra, akiwa katika umbile la kutisha, alimnyanyua Jonathan na kumvuta kwa nguvu za giza na kusema kwa sauti, "Wewe ni mume wangu. Mimi na wewe hatuwezi kuwa mbali." Mama yake Jonathan alinyanyuka huku analia na kuanza kumvuta mwanae kipenzi. Babu Kombo naye aliona na kuanza kumsaidia mama Jonathan. Cleopatra aliwaambia, "Huyu ni wangu. Hamwezi kumchukua." Kila mmoja alikuwa akifikiria moyoni mwake kuwa kuna jambo baya lingeweza kutokea. Hivyo kila mtu alifikiria jinsi ya kuokoa nafsi yake. Lakini badala ya kukimbia, watu walianza kumsaidia Jonathan. Jonathan ambaye alikuwa akivutwa kwa nguvu za giza na binti Cleopatra huku akielea katika anga, alikuwa akilia na kusema, "Mama, usiniache. Nisaidie mama." Kila mmoja alijitahidi kwa nguvu zake kumwokoa Jonathan. Na ghafla baada ya muda, Jonathan na Cleopatra walitoweka na kubaki moshi tu. Moshi uliobaki katika ukumbi na kuacha watu na maswali makubwa. Ni yuko wapi Jonathan? Wameelekea wapi? Mbona hawaonekani? Kila mmoja akiwa na hofu katika kifua chake, alikuwa akijiuliza kuwa ni nini kimetokea. Kila mmoja alihisi kuwa anaota ndoto ambayo alitamani ingeisha upesi. Mama Jonathan alilia sana, "Namtaka mwanangu. Namtaka mwanangu jamani. Sina mwingine. Kama hii ni ndoto, basi mtu aniamshe ili niache kuiota ndoto hii mbaya. Itafanya nini mimi?" Kila mmoja alilia kwa uchungu sana, kwani Jonathan alikuwa ni ndugu na rafiki kwao, na hawakujua amekwenda wapi na Cleopatra, na huku aliko anafanya nini. Ana furaha ama anateseka? Huu ulikuwa ni uchungu ambaye kila mmoja hakuamini kuwa siku hii yenye furaha ingebadilika na kuwa majonzi mazito kama hivi. Siku ya furaha sasa iligeuka na kuwa kilio kisichoweza kufuta machozi yake. Watu walikaa chini wakijiuliza maswali na kulia. Yuko wapi Jonathan? Yuko wapi rafiki yetu? Yuko wapi ndugu yetu? Watu walikuwa na majonzi mazito yasiyoweza kufutika machozi yake. Kila mmoja alikuwa amekaa chini, na baada ya muda watu walianza kutawanyika na kurejea majumbani mwao. Mama Jonathan hakutaka kuondoka kabisa ukumbini akimsubiri mwanae, lakini Babu Kombo alimbeba na kumrudisha nyumbani. Siku kadhaa zilizojaa majonzi na vilio zilipita, na hatimaye Babu Kombo alimweleza Mama Jonathan kuwa waende kwa mzee mmoja ambaye anajua historia ya binti Cleopatra. Waliamua kuanza safari ya kwenda kwa mzee huyo, na walifika. Mzee yule alieleza kuwa Cleopatra si binadamu bali ni jini. Mzee yule alianza kusimulia hadithi ya Cleopatra. Miaka mingi iliyopita, Cleopatra aliwahi kumpenda jini mwenzake kwa dhati sana. Lakini jini yule alimwacha na kumtelekeza akiwa na majonzi makubwa. Cleopatra alilia kwa masiku mengi sana, na hivyo aliamua kutafuta mapenzi kwa mwanadamu. Aliamua kutafuta mwanadamu ambaye angempenda. Cleopatra aliamua kuchukua sura na mwili wa binti mrembo aliyeitwa Leila, ambaye alifariki miaka mingi sana iliyopita. Akiwa na sura ya Leila binti mrembo, aliamua kuingia katika maisha ya mwanadamu. Na hii ilifanya kila mwanaume amtamani Cleopatra alipomwona. Cleopatra alikuwa na bangili aliyoivaa
iliyofanya watu wasione sura yake halisi. Wanaume wengi sana walimweleza kuwa wanampenda, na pale alipogundua siri yake walitaka kuachana naye upesi, lakini yeye hakukubali, bali aliwapoteza. Kijana wanu Jonathan alimpenda Cleopatra kweli, na alimfanya Cleopatra ampende kweli, upendo ambao Cleopatra hakuwahi kuupata kabisa kwa mwanaume yeyote aliyewahi kuwa naye. Na hali hii ilifanya asikubali kabisa kuwekwa mbali na Jonathan. Siku ya harusi, Jonathan alipovua bangili ile ya Cleopatra, ndipo mlipoona muonekano halisi. Mzee yule alimaliza hadithi hii, na iliwaumiza sana mama Jonathan na babu Kombo. Walijaribu kumuuliza kuwa kama wangeweza kumsaidia kijana wao atoke kwenye kifungo hiko. Mzee yule aliwaeleza ya kuwa hakuna mtu aliyewahi kujua jinsi ya kuokoa vijana waliopotezwa na jini Cleopatra. Mama Jonathan na babu Kombo waliondoka kwa huzuni sana. Tangu siku hiyo, sauti ya kijana Jonathan ilisikika nyakati za usiku akisema, "Mama, nisaidie mama. Nitoe huku nilipo." Hii ilimtoa machozi kila siku mama Jonathan. Babu Kombo alikuwa ni mzee aliyejua baadhi ya mambo ya kimila. Hivyo alimwambia mama Jonathan ya kuwa wachome nguo zote za Jonathan, labda ingesaidia. Walifanya hivyo, na kweli hawakusikia tena kilio cha Jonathan usiku. Mama Jonathan alisema kuwa, "Najua mwanangu yuko hai, na kuahidi mwanangu, nitakutoa huko uliko." Hakuna aliyekuwa anajua kuwa Jonathan, je, alifariki ama alikuwa hai? Je, vijana wengine waliopotezwa na jini Cleopatra walikuwa hai ama walifariki? Lakini sauti ya kijana Jonathan haikusikika tena nyakati za usiku. Tangu siku hiyo, Cleopatra hakuonekana tena, na baadhi ya wazee walisema ya kuwa alisharidhika na kijana Jonathan, hivyo hakuhitaji tena mwanaume mwingine. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe channel yangu ili kuendelea kupata hadithi nzuri zenye kuvutia.